Mama. Mama. Abe mwanangu. Mama. Be. Uko hapa? Niko hapa mwanangu. Asubuhi. Nzuri, shikamoo mama. Marahaba, kwema? Mama umewahi kuamka leo? Nafikiri hata nimelala kwenyewe. Kulikoni? Mawazo jana sijasinzia vizuri. Kwa nini? Upo unafagafagia? Mimi niko hapa nafanya usafi, unaona? Mbona umeamka mapema mwanangu? Nimeamka mapema kwani hata usiku mwenyewe nimesinzia mama. Kwani hujasinzia mwanangu? Yaani kuna kitu nilikuwa nakiwaza hapa. Kwa nini mwanangu? Si unajua mama, toka nimetoka chuo sasa hivi mwaka unaelekea kuisha. Niko hapa sina kitu nachojishughulisha nacho, sina, nakalia tu kuomba hela ya vocha. Kwa hiyo mwanangu wewe ulitakaje kwanza? Lakini mama, mimi ningeona umshawishi hata baba mkanifungulia hata kijiofisi tu kidogo niwe najishughulisha na mimi. Wewe ni mtoto wa banduko pale wamemfungulia ofisi. Kwa hiyo mwanangu ndio unakunyima usingizi? Ndiyo hilo mama, hilo. Haya bwana. Ngoja baba yako aje, akitoka shambani tajaribu kumuelezea mwanangu. Kumbe hiki kitabu kumbe kinaeleza mambo mazuri. Samueli wa kwanza ile sura ya 47. Mke wangu? Ndio basi nikwambie hapa. Sasa maneno ni mazuri. Abema. Sasa unajua nini? Nilikuwa nasoma hapa kwenye kitabu hiki. Naona ni pazuri sana ise. Lakini sasa cha kufanya niletee chai basi. Chai naona hii imepoa, ichemsha weka basi kidogo niwe nachemsha kwa sasa hivi. Na baridi ya sasa hivi. Sasa mke wangu, kwani hutaki chai? Chai. Hivi Jumapili ile tulijifunza kitabu gani? Hii uliandika au hauandikaji? Kikweli sikuandika. Tatizo lako ni hilo, unaandika. Ndio maana wakati mwingine inabidi uwe na Biblia, uwe na tenzi, unajifunza mambo ya Mungu, kwa sababu bila Mungu huwezi kufanya chochote kile mke wako. Unajua tena kama sasa hivi tupo kwenye harakati za kutafuta mtoto nini? Ndio bado ni mbichi. Lakini umkazanie Mungu sana akubariki. Kwa sababu kama ukiangalia hapa hii Isaya 24 ule mstari wa 21. Tena ikiwa katika siku hiyo Bwana alitia sasa, angalia kama hii Isaya 24 mstari ule wa 21. Anapoandika kwamba tena ikiwa, hebu endelea kusoma basi mke wangu. Unajua tena mimi mambo ya kusoma nilikomea darasa la 5. Tena itakuwa katika siku hiyo Bwana ataliadhibu jeshi la mahali kwa farume wa dunia katika dunia. Kubwa ulichojifunza kufanyia kazi. I say. Rafiki. Karibu. Naam. Huko? Karibu tu kwa rafiki yako. Asante. Karibu. Habari za hapa? Salama. Karibu. Asante. Habari za masiku? Shem. Karibu shwari. Karibu kiti. Asante. Habari za masiku? Nzuri. Kwema lakini. Kwema. Za utokako? Huko. Karibu kwenye kakiti basi tuendelee. Mke wangu. Mgeni kabla hajatulia basi nampata kaka changamsha mdomo. Fungua kinywa. Habari za masiku rafiki yangu? Si nzuri. Kwema lakini. Huko. Habari za huko utokako? Nzuri. Mimi nipo basi. Karibu sana. Asante. Karibu basi kachai hapo. Vipi sasa? Mzee yupo? Mzee yupo. Anaendeleaje? Yule mzee utamweza ndugu. Unajua toka nimetoka kule chuo. Sasa hivi mwaka unakaribia kuisha. Ndio. Hamna lolote linaloendelea pale. Sasa unajua mzee naye anamchukua ni mtu mwenye busara, kwa sababu yule mdogo wako yule alivyomaliza tu la 7 ikabidi amtafutie kazi kule mjini. Aliyomtafutia kazi mjini alivyomaliza la 7. Yule dogo sasa hivi anapiga kazi, yule dogo lako. Hamwasiliani? Dogo sasa hivi yuko sawa, naye anatakiwa kutafuta hata kiofisi fulani au kazi sehemu fulani. Unaona sasa hivi harakati ni nyingi. Watu wanajishughulisha, wanapata hela. Sasa kijana kama wewe sasa hivi asikunyime ajira. Na bado ajira za serikali sasa hivi hazipatikani sana. Bado jishughulishe.
Nataka kaombe kazi. Kazi nyingi zipo vijana. Fanya kazi. Yaani unaroongea? Tulidiscuss juzi. Na mzee. Na mzee. Sasa mzee bwana akasema kwamba atanifungulia ofisi. Ukizingatia mimi nimesomea mambo yangu yale chuoni kule, Santa Augustine kule. Kumshawishi mama yako ndo anaweza kumshawishi mzee mapema. Na maana unajua tena mama zetu hao wanashawishi siari sana. Unapotoka shule utakavyotoka shule wewe, mweleze mama yako ndo, yani mama ndo kichwa cha familia sana, ndo ataongea na baba yako ili jambo hilo liweze kutimia. Ni kweli. Amshawishi mama. Naviona lakini kwangu kuhusu hilo rafiki zangu ndio msiwe na shida. Make mama nimeshamwambia na mama ameshamshawishi baba. Ndio. Nafikiri na baba alivyolipokea. Muda sio mrefu utafunguliwa ofisi. Na mimi nianze kujiburudisha. Mwenyewe nitafurahi nikiwa na rafiki yangu natoka hapa naenda kumtembea ofisini au wewe unatoka ofisini unapita hapa kwangu tunaongea mawili matatu. Lakini vile vile unasadi dini gani kwanza kwa sababu mimi sasa hivi na kitengo kikubwa kanisani. Mimi kitengo changu kanisani nilicho nacho ni cha kuhubiri injili. Kwa sababu Mungu mwenyewe amesema kwamba hubiri injili kwa kila kiumbe. Hasa rafiki yangu nakuomba uje kanisani tusali. Biblia, tenzi za rohoni. Kwa rafiki yangu lishaga kuwa mlokole. Sasa hivi neno linapigwa asubuhi na mchana sikwambie mtu. Mama. Mapepo. Tunatembea mapepo. Alishaga kuwa mlokole huyu ningemuoaje sasa? Nilipoingia pale ndani nikashangaa Biblia. Biblia lazima iwepo kama silaha ya Mkristo. Haiseongea. Karibu sana kanisani. Siku moja tukipiga ibada pamoja. Mimi kanisani kwa kweli ndugu yangu na ukizingatia maisha yenyewe sasa hivi kwanza niache nitafute hela. Kwa sababu kuna maisha magumu. Nitafute kazi, nitafute nikishapata vyote hivyo ndio nije niende kwa Mungu. Shemeji, hakuna maisha bila Mungu. Ni kweli maisha bila Mungu haiwezekani kwa sababu Mungu anasema njooni nyinyi nyote mliolemewa na mizigo na nitawapumzisha. Sasa umesubiri nini kijana? Mimi sasa hivi na relax. Na mke wangu hapa. Kweli rafiki yangu kwa swala hilo unaloniambia. Piga kachai kwanza, piga kachai. Piga shemeji yake. Ameipika. Piga kachai. Rafiki yangu kwa hili na kuelewa lakini niache kwanza nikatafute kwanza na Mungu hata baadaye. Mungu baadaye. Yaani mambo mazuri hataki na vile vile Mungu kwanza mambo mengine baadaye. Sio ukiwa na kitabu hiki cha Injili unasoma hata Isaya, unasoma hata Petro, unasoma hata Wakorinto, unasoma hata Methali. Unajua kusoma ni mengi alafu yanakufariji. Unakuwa ni mtu wa Mungu. Au vile vile wewe ni kijana mtanashati. Uko fresh. Karibu kanisani bana. Sasa rafiki yangu ningependeza sana. Halo. Niko kwa rafiki yangu hapa. Okay, nakuja. Mambo yameshakuwa mazuri sasa hivi. Naona mama ananipigia simu. Mama ndo anakuhitaji. Sasa rafiki yangu mimi nilikuwa nimekuja nikuone. Hakunywa kachai kwanza kama kuongezea. Asante na kama chiba. Sasa mtu wangu. Shem. Unakuwa unaongeza tu ameishiwa. Mgeni unajua mgeni. Mmoja ambao una wageni sio mwenyewe huyu. Rafiki yangu mimi ngoja niende ila cha msingi. Kama baba atakuwa amenifungulia ofisi, nitarudi nafikiri tena kukutaarifu. Lakini na masuala yako haya ya Biblia na nini? Bana, mimi Biblia na mimi. Mimi na Biblia. Nimeshakula kiapo. Sasa hivi, mimi niko sawa kwa kweli sina shida yoyote. Toka hapo nasoma tenzi za rohoni. Sasa kuna mtu kanipigia simu. Ndio. Ngoja mimi nikamuone kwanza nione kitu gani. Nafikiri nitarudi. Ila kwa mambo yako haya Mungu. Utaningoja kidogo. Karibu sana. Sasa ngoja kwanza nikusindikize kidogo. Mke wangu naomba basi mkote hapo. Nivae kama mkote naona hata kama vile kuna mambo sasa hivi. Niteka mkote kwanza. Nivae hapo kidogo nimsindikize rafiki yangu siku nyingi. Nikifungulia ofisi. Shemeji. Mke wangu naye ananijali sana. Naam. Karibu tena. Asante. Nifungie basi hizo hiki hapo bana. Siwende hivyo hapana. Tunarudi. Wewe bana na masharti. Hapa kunifungia shikizo. Na utawahi kurudi. Ndio wapi kijana bana lakini unasoma hata Biblia hapa. Haya. Kisha sasa hivi. Ni magumu.
Lakini sasa naona wewe umeshanenepa sasa hivi huko fresh umetoka chuo huko sawa. Acha zako basi wewe. Sasa hivi uko ugali afu na nenepaje? Hapana, chakula naona kimekubali na mazingira vile vile. Lakini sasa nitakuombea. Mungu atakutangulia utafungua ofisi, usijali kwa kweli. Naona uko sawa. Nipigie ombi la ukweli lakini mimi kanisani. Utanisamee niache kwanza nitafute pesa. Mungu atanitafuta mwenyewe. Wewe. Ushauri bana nitakuelewesha yani kwa vifungo vya kusoma. Haya poa mimi ngoja niende. Ya mambo ya Mungu anapinga. Hata kueleweka. Hapo tunamwambia mambo ya Mungu anapinga. Sasa ni mtu gani? Anachekesha. Mke wangu. Yaani huyu mgeni, huyu jamaa wangu. Ndio namwambia mambo ya Mungu yeye anakaa kama huyo ndio maana anapinga kabisa. Nitamuombea. Shaombea wengi. Anakubali? Atakubali. Kwa sababu kama anakubali kabisa. Hapana, atakubali. Kwanza anazake kabisa. Ila atakubali. Kusema ukweli atakubali lakini vile vile yuko sawa. Kama nataka mfungulie kazi kiofisi atakuwa na maisha mazuri na vile vile unajua watu wengi wameelekeza kutafuta mambo ya dunia, hawatafuti Mungu. Lakini vile vile ukiwa na kiofisi lazima utafute Mungu. Inabidi kwanza yani amtafute Mungu kabisa. Yani kwenye kazi kila mtu ameangalia kwa una wabaya. Ila Mungu amenibariki. Nilikubahatisha bali nilikuwa nataka mwanamke mzuri ambaye anajua maombi kama wewe. Basi. Hata hapa nimefaulu. Mungu amenipendelea. Na wewe bwana. Kikubwa jitahidi tu unasoma Biblia bana. Maombi kwa sana. Tajitahidi. Alafu na vile vile hiki kitabu cha tena za roho na chenye unakishika vizuri bana. Chenye kina umuhimu ndani. Nasikia unaimbaga tangu nije hapa. Ananiambia mimi nione naimba sio. Naimbia kanisani wewe. Sasa kwa kanisani ibada inaanzia nyumbani, inaanzia kanisani tu. Usijali bana mke wangu. Mambo atakuja kukua mazuri. Au ndio hiyo ukiingia ndani inakuwa za kiboko. Ni kwa kuwa nakupenda bana. Sasa wewe naona kuimba mbele yako baada ya kuniimbia wewe naona ni vigumu. Odi. Mke wangu. Mbona kuna mawazo hapa kulikoni? Nilikuwa nafikiria kijana wangu hapa. Sasa mke wangu kule shambani. Mungu amesaidia mazao yameanza kwenda vizuri. Vipi mazao yanaendeleaje huko shambani? Salama tu namshukuru Mungu yako vizuri. Kumbe mwaka huu tutafaulu mume wangu. Tutafaulu mke wangu, mshukuru Mungu mazao yako salama kweli. Wakili. Mama. Ndio unywe chai. Haya. Shikamoo baba. Marhaba. Niamkaje? Salama baba. Kunywa chai, baadaye uende kwenye kazi zako. Karibu chai mwanangu. Asante. Pale chai hadi sikioni mbele ya wazazi. Kae vizuri. Mtoto mbona hamna adabu sana? Ndio nilipopelekaga shuleni mpaka unashindwa hata nikufeli.
kunywa chai kwanza uende ukafanye kazi. Sasa mme wangu nilikuwa na wazo. Maana tutangia amalize chuo. Ana kazi. Mme wangu sasa mimi nilikuwa na wazo moja. Kamfungulie ka ofisi na yeye ili aweze kujikimu maisha yake. Asante sana mke wangu. Ni wazo nzuri. Sasa takachokuepo kinacho pengine kitafuata hapa. Tuangalie ofisi tukafungulia. Tafungulia ofisi hapo. Aendelee na biashara yake. Sawa mwanangu? Nitashukuru sana baba. Mama, asante chai. Sasa mke wangu. Tulipo na waza. Hela naipataje kwanza? Na tunatoa wapi? Ni kwa ushauri wangu mume wangu. Naona tuuze kale kashamba. Sasa, sawa. Nakubali kuuza shamba ili mtoto apate ofisi yake. Tuone tutakachofanya. Shamba atakubali kuuza. Sawa kwa. Mama, naona unatangaza. Siko leo watangaza hata ajira. Sio vya ajira wala hiyo. Hata kulipo hesabu ya leo. Wala sio sana. Huyu alikuwa nani huyu? Alishamsahau naye mwandishi wa habari. Baba, si unaona walikuwa Dodoma tu hapo. Na Samia sisi huyu hapo. Sio. Zima basi. Zima TV. Nasara kuongea hapa, zima TV kwa masala ya kuongea. Zima. Na jambo la kuambia. Hapo. Kinachofuata hapa. Jambo la kuambia kama familia yangu, mwanangu, mke wangu ile hela inaweza kufanikisha. Lakini baada ya kufanikisha hapa vitu weka huko sasa. Yaani hapa weka hapa. Baada ya kufanikisha ile hela nataka fungulie ofisi yako rasmi. Lakini baada ya kufungulia ofisi, lakini acha kuomba mwanangu. Uwe makini. Ofisi itakupeleka na mke wangu. Kabidhi uione. Sawa? Ndio baba. Utakapoiona ukaingia mule kwenye ofisi. Baada kupata shida, wewe mama yako yuko mtakuwa kazini. Utakapokuwa kazini, hapo ndipo tutakuwa tunaanza kushauriana. Mwanangu umefika wapi? Ni kazi nini? Mwisho wa siku umeoa mwanamke. Lakini naomba hii simu kwanza uweke chini hapo. Hata simu weka chini hapo. Kwa jambo tumemaliza na unapoongea kuhusu vitu vyako. Kwa hiyo baba, tayari na ofisi umeshafungua? Umeshafungua. Tayari? Iko tayari. Ila tunatoka hapa kufungulia ofisi unaiona na mke wangu na kabisa. Kwa hiyo mume wangu umeshafungua. Jamani. Ndio maana nakupenda, ndio maana nakuaminia mume wangu. Yaani unakatisha vitu tu mwenyewe. Toka tunamwangalia. Mimi namwaminia huyo mtoto wewe. Ofisi tayari iko. Yaani hivi labda tutakachokuepo hapa sasa hivi, tutaenda jioni, tukague ofisi, tumkabidhi mwanangu stoke. Unasikia baba yako? Mimi nilikwambia. Nilikwambia baba yako anajua kupatisha vitu. Mama. Baba. Karibu. Asante. Karibu sana. Ya tunaweza kazi. Nzuri. Habari za majukumu. Si nzuri. Naona kazi inaendelea vizuri boss. Kazi iko vizuri, tunashukuru Mungu hapa. Okay. Sasa mimi napita hapa kila siku sioni ofisi imefunguliwa hii. Hii ofisi imefunguliwa lini? Ofisi? Yeah. Tumeifungua muda sio mrefu. Tunatoa huduma kama unavyoziona hapa. Okay, mimi nataka nimwangalie mdogo wangu wa Juna.
Sijui amepata kazi sehemu gani. Anaitwa Arjuna? Arjuna ya. Arjuna. Arjuna Amemaliza chuo? Yes. Record management in South Africa. Nasikia bro? Na usikia vizuri sana. Record management in South Africa ndipo alipopostiwa huyo anaenda kufanya kazi hapa. Okay. Yaani kuandikia website yao. Japo iko safi, Ase, kumbe sana. eti hiyo ni website ya chuo. Ukiingiza kwenye nani anaonekana moja kwa moja alipoenda. Kwa hiyo sija hiyo website impelekee ndipo chuo alipoajiriwa kule South Africa. Okay. Asante sana. Sasa naomba 15,000. 15,000. Okay. Tatano. Ndio hiyo tu au kuna nyingine unaongezeka hapo? Niongezea hapo tu na 2,000 kama itakuwepo hapo ya maji, lakini hela kamili ni 15,000. 15,000. Naona umepita kazi yako vizuri. Asante, nashukuru sana. Ndugu wangu mimi nimsomesha. Tapana kupata ajira. Sasa umesema 2,000? Hii hapo sasa. Tunakunywa soda. Asante bro. Hii hapa kwa ajili ya matumizi yako binafsi. Ukifika muda ule wa lunch. Wow. Yawezekana ameajiriwa kazi nzuri sana. Ni mwanajeshi. Kuona nimsomesha mdogo wangu. Nataka wewe kama mimi. Eti. Asante nashukuru. Haya kazi njema. Karibu tena. Asante. Mama. Shikamoo baba. Baba, mwanangu. Jambo. Si jambo. Habari za hapa? Ni nzuri mwanangu. Sasa mama, wazazi wangu kazi inaendelea vizuri. Kazi iko vizuri na nimewaletea surprise kidogo. Comment hizo hapo. Macho haya na yenyewe yanachangia. Ongea mwanangu. Yani. Jambo jema mume wangu. Asante. Katunze. Umeona baba Niliwaambia sitawaangusha. Kwa hiyo kazi inaenda vizuri na matunda yake ndio haya, nimeweza kununua nyumba. Sasa mwanangu, tulikuwa tunaitaka ndio hicho. Kimekamilika. Endelea vizuri na kazi sana. Ndio matunda tulikuwa tunataka haya. Eti. Sasa hapa tunategemea na mkamwana. Umepata mji wako? Pate mkamwana na wajukuu tayari. Mimi hiyo document itaendelea kunitunzia.
Asante. Niaje bosi? Safi kwema. Fresh. Karibu. Fresh. Harakati. Safi. Shingapi? 300, 200 kwa 500. Punguza bei. Ndio hiyo. Leta 400. 400. Hamna na kugate 200 mwanangu. Bora tu acha nao mwangu ali. Fanyie 200 bosi. Hamna. Hamna yeye bei ndio. Au unajua sasa hivi ali. Kwa tu hiyo mwangu. Basi mimi hiki hapa. Nakupa shilingi 300 au sio? Haya. Akajidai sana. Nasikia tukafunguliwa kiofisi pale juu. Baba yake kafunga kibana, ngoja niwape. Kumbe. Alafu tena mwanangu huyu dogo ni hatari kwa kuonga. Mimi najua ile ofisi ataionga. Ana demu moja mtoa wakati pale. Pale mtoa wakati. Yule Zuena. Anajiuzaga yule. Ndio tulia niwaambie. Oa, ana kale ka kidoti mwanangu. Kale ka chunaji mwanangu. Ataishia huko sasa. Nasikia mimi niwaambie, mimi dogo nimesoma naye kwanza form 1 mpaka form 4 mwanangu. Sio. Alikuwa anapoa shilingi 500 kwenda kunywa chai anaonga. Au tatizo lake sasa. Mimi najua Mbona anaonekana mtulivu? Au simone mtulivu. Simone hivyo. Jamani hatari. Watu wana hasara. Alafu anajiita swara siku hizi mtaani. Sasa watu siku wameshaanza uradi mwanangu. Hivi ndio namjua mimi hapa kitaa. Alafu alikuwa rafiki yangu yani. Alivyopata tu vipesa kaishia. Sasa pesa na maskini ndio nini sasa? Wewe mimi kama nakupa mwezi mmoja. Ofisi atakuwa hana. Mademu ashakula. Ndio maana hana mjidemu inapitisha pale. Acha kuhisi mtu bana. Sasa hivi unakuta kwake mademu hapo hivi. Mimi kila siku naona pale soka napita naenda kuchukua mafuta pale kwa mama nani hapo. Unaona mademu tu anajua mimi na demu anakula chips, yeye hajawahi kula hata chips. Hajawahi. Anakula wali maharage, demu chips afumbie. Yaani anashinda kazini afu ila anaunga. Wanangu jamani hatari. Rais akili kidogo. Zimechange akili. Huwezi kutumia shilingi 2000 unakula wali maharage, demu ana bia kibangu dogo hatari. Nasikia amesomea China huko. Rafiki. Naam rafiki. Rafiki habari? Salama rafiki. Rafiki nauza dawa rafiki. Dawa gani rafiki? Rafiki dawa yangu inatibu magonjwa mbalimbali rafiki. Magonjwa mbalimbali kama yapi rafiki? Mbona sikuelewe? Rafiki dawa yangu inatibu magonjwa kama mengi rafiki. Kiwemo kama fungus rafiki, madonda ya tumbo rafiki, nauza hii dawa inatibu magonjwa hayo. Wewe unavyoniona mimi naweza nikaugua makasoni na makataifoid hayo na nini? Ongea dawa za maana. Rafiki hii dawa iko na dawa nyingine rafiki. Ya kuongeza nguvu za kiume rafiki nauza. Nende jipo bwana. Tengenezee dawa kwamba nipate miera, nipate nini? Sio madawa ya tumbo haya. Rafiki. Hiyo dawa ndio unataka hiyo. Rafiki na hiyo nayo. Nauza na hiyo natembea nayo dawa hiyo. Iko huko nyuma kwa begi. Sasa yelo. Rafiki, njoo. Rafiki. Una dawa ya kunifanyia Samia akanitangaza nikawa waziri au nikawa mkuu wa mkoa. Unataka Samia kutangaza uwe waziri? Hiyo dawa ndio unataka? Hiyo. Samia kutangaza uwe kiongozi yangu. Niwe waziri. Hiyo dawa nayo. Nakutengenezea nayo ukitaka. Ipo kwa begi. Utanitafuta basi nimeona. Yelo basi nitengenezee sasa kama unayo nitangaze niwe waziri. Unataka nikutengenezee sasa hii? Sasa una hela sasa hii? Shinga. Nataka milioni hizo, milioni 5. Milioni 5? Sikia na cheo yenyewe unataka cheo gani? Unataka akutangaze uwe waziri kiongozi yangu. Ila ni kweli waziri sawa ni cheo kikubwa lakini yero punguza. Milioni 5 ni nyingi hiyo. Hii dawa siwezi punguza. Unataka cheo kubwa kwanza, hiyo siwezi nikapunguza. Nataka milioni hizo, milioni 5. Kama haipo nikutengenezee sasa hivi. Kama haipo nikikupa milioni 5 inataka nini tena kingine? Dawa yangu haina masharti. Ila nakuagiza kitu hii moja. Nataka niletee picha ya Mama Samia. Sasa picha ya Mama Samia ni ya nini na wewe yero? Wewe nitengenezee dawa tu, achana na Mama Samia, mimi nitangaze niwe waziri basi. Wewe ulitaka nani ya kutangaza? Nishakuelewa Masai. Nielewa. Kwa hiyo unayo hiyo kitu. Sasa mimi nafuata picha ya Mama Samia hapa. Na hiyo hela yako. Milioni hizo? Milioni 5. Si unacheki na cheo chenyewe. Unataka cheo kubwa. Niwekee namba yako ya simu na kutafuta. Nataka niwekee namba ya simu. Haya ngoja nikutilie namba ya simu. Lakini inafanya kazi au? Yaani dawa nakwambia ile dawa iko vizuri sana. Sawa. Siwezi kosea hata siku moja. Sawa.
Namba ndio hii. Sawa. Utanitafuta baadaye. Nakupigia sasa hivi naenda kwa dawa nielewe vizuri. Vizuri kabisa. Haya, haina shida yenu. Leta hiyo hela alafu unatangaza kuwa waziri. Haya rafiki, haina shida rafiki. Sema wangu siku hizi unapendeza. Soma hapa kwanza. Sikia. Si unisomee? Si usome. Bana. Unaangalia tu. Uendelee. Alafu utanichosha. Niko nakagua mimi na bado mimi sio msusi. Ni wewe? Yale zaje hivyo, ziache hivi hivi. Wewe nisomee hapa. Ulikuwa umefikia wapi kwa? Unaangalia tu hivi usome. Unaangalia unasoma? Wewe una uvivu wa kusoma jamaa. Angalia tu hivi usome. Yaani unasoma nasikiliza. Kama vile wewe uone ni kipofu. Hapana. Usimchane basi kwa kuwa sikumaliza na mimi sikikwenda chuo au? Sodi chuo. Karibu. Mko? Karibu. Nadi kukumbatiana na kulaliana. Karibu tupo. Asante. Hiyo ni kawaida. Karibu kiti. Asante. Karibu rafiki yangu. Karibu tukae kabisa. Tuendelee. Hata kama kikaa hapa sio mbaya. Kidogo. Karibu sana rafiki yangu. Sasa upo? Nipo. Tangu siku ile. Nzuri. Sogea karibu na kameza kidogo. Eti. Nasemaje nyumbani? Zatoka siku ile. Ni nzuri. Mambo yanaenda vizuri. Vipi mzee akishafungia ofisi? Ofisi imefunguliwa. Nimeshapiga kazi pale toka nimeondoka. Nishafanya kazi muda mrefu. Bona. Mambo yanaenda vizuri. Mbona nimebadilika kidogo? Sasa hivi mambo ni sawa. Kama unataka kufeli. Yaani na kuaminia kazi tunapiga kawaida. Tiga. Ila kidogo bwana mzungumza. Kidogo. Kuna Biblia tu. Yaani hii. Haina hata shemu akiwepo. Hapana, hayo ni mazungumzo. Sawa. Kaniletee maji ya kunywa kwanza. Mke wangu. Njoo basi kidogo hapa. Mwingine anahitaji maji. Rafiki yangu. Hali ya sasa hivi yenyewe ndio hivyo inatakiwa uvumilie. Uvumilie kabisa, ujikaze kwa kila jambo. Na hili jambo sio kama ni jambo la kawaida. Sasa rafiki yangu mimi kwa kweli nina makundi na shida. Shida gani? Ndiye. Na shida kweli nina nini? Na shida. Shida yenyewe. Naomba wewe kama rafiki yangu ndivyo tulivyo. Ulivyo rafiki yangu sana kuamini ndugu yangu. Hapana shida yoyote ile. Mimi na wewe tunaaminiana. Kama kuna shida unieleze, kama naweza kuitatua nitatue. Sasa mimi shida nilionayo ndio nina shida na hela milioni milioni 5. Kama nataka kununua gari. Shida ya milioni 5 sasa hivi. Ni shida gani? Yaani rafiki yangu mimi nilichonacho sasa hivi ndio nina shida na milioni 5. Bila biashara ya shida gani nitakueleza baadaye kama rafiki yangu. Hapana, nieleza hata shida ili tujue namna ya kutafuta hiyo hela kwa sababu hiyo pesa mimi sasa hivi sina labda hela nilionayo. Hapana, milioni 5 haitoshi. Nina milioni 1.5. Uko na milioni 1.5? Milioni 1.5 ninayo ya kwako. Japokuwa ni kanisa lakini ninayo mimi. Sasa kwa kuwa mimi nina shida na milioni 5 na mimi ukinipatia hiyo milioni 1.5 ndio na mimi nitaenda hata niende kwa rafiki yangu mwingine kule nikajikope nikaona nikaongeze na hiyo shida ni haraka sana, inatakiwa uishi leo au kesho mwisho. Sasa hiyo shida ni shida gani ndugu yangu? Yaani iishe leo au kesho?
Hapana, lakini vile vile hiyo pesa ni ya kanisa, ni sadaka na michango ya vyombo. Hiyo pesa siwezi kuichukua nikakupa wewe. Na maana nikidaiwa sasa hapo hapana, itakuwa ni ngumu sana. Yaani wewe. Sasa hiyo hela ulionayo umesema ni ya kanisa ndugu yangu. Unachukua hiyo hela, unanipa mimi nakwambia siku shida nilionayo, sawa? Ni shida ya leo na kesho. Halafu yani wiki haijaisha. Maana kuna kitu nakishughulikia chapo haraka sana. Na kuletea hiyo hela na nitakuongeza cheo. Yaani sio dili ya maana. Basi sio dili la mchezo, ni la maana kweli. Na wewe nitakupandisha cheo, utaachana na mambo ya kanisa, haya Biblia utayaacha. Ile bila yaacha kabisa. Huo ndio mwongozo wa maisha bana. Hii Biblia usichezee, sio mchezo. Lakini sasa vile vile dili anasemea. Sababu kiniweka wazi hapo najua hata namna ya kusaidia. Niweke wazi bana, ni shida gani tujue tunatafutaje hiyo pesa. Kiukweli hiyo ni dili ya yani ni dili inayohusiana na mambo ya hela. Sio shida ya kusema kwamba ninaenda kumtibisha mtu au kufanyaje. Ni dili ya hela. Kwa hiyo kuna kitu nakifukuzia. Si unajua kwanza uwekeze halafu ndio unakuja kupata eti. Unalijua hilo? Kwa hiyo ndio maana mimi nawekeza kwanza hiyo milioni 5. Alafu ndani ya siku 2 nakuja kuvuna hela inayozidi hapo na mandinga, na wewe unakuja kupata cheo na shemeji na mpandisha cheo. Sio dili la mchezo. Nisaidie hiyo milioni 1.5. Usijali ya kanisa wala nini. Wewe nipe hiyo milioni 1.5 na mimi nitaongeza inayofika nipeleke nifanikishe. Hapana. Mimi hapo hujanishawishi. Kwa sababu gani? Kama ni hivyo ni sehemu nawekeza. Mimi kama ushauri wangu, wewe uende uwekeze, utafute mdogo kwenye ofisi yako, uwekeze, ukishawekeza, ukishapata hizo pesa, upeleke kule halafu uvune. Hasa shida gani? Maana nilikuwa ni mgonjwa sasa hivi, nikwambia kama umeleta kanisa tumuombee, kwa sababu maombi yanatosha. Tu unaonaje? Mimi kwa kweli kuhusiana na hiyo pesa hapana. Mimi siwezi kuichukua nikakupa hiyo pesa kwa sababu si yangu. Sawa, naitunza mimi lakini si yangu peke yangu. Kwa maana ni hela ya kanisa, sadaka, fungu la 10 na vitu vingine hivyo kama kununua vyombo, kupanua kanisa, mambo kama hayo. Hiyo pesa nayo mimi lakini siwezi kukupa hiyo pesa hapana kwa kweli. Rafiki yangu, ni vigumu hata kama ungekuwa wewe usingetoa hiyo pesa ambayo ya kanisa. Wewe acha hayo bwana. Sasa unaniita rafiki yangu afu na shida afu nisaidie unaniambia kanisa. Hapana. Mimi hapo kwa kweli msaada bora ungeniweka wazi. Bana mimi jina nilishughulikia ni hii na mimi nikajua. Sasa wewe umenificha. Sasa mimi nifanyeje? Bora ungeniambia hili ni dini namna hii na hii. Kama ni baya nikakushauri, kama ni nzuri nikakwambia bana hii pesa tuipate namna gani? Hujaniweka wazi. Wewe ni dili gani? Unaenda kuua mtu. Hela unayo au una? Pesa ninayo. Unanipa au unipi? Hapana, mimi siwezi kukupa hiyo pesa. Unanisaidia kama ndugu yako au amina? Sasa wewe sio msaada sasa. Wewe finish. Naomba unielewe basi. Finish. Tutajua cha kufanya. Sawa? Ila Mungu akusaidie utafanikisha kijana. Kama ni lengo zuri. Acha mambo ya Mungu. Mungu gani wewe ungekuwa unamjua Mungu si ungenisaidia hiyo milioni 1.5 nikaongeza. Sasa nashika Biblia kumbe hamna hata msaada kwa rafiki zangu. Msaada mimi tunautoa. Haya huko bwana. Msaada mkubwa uko kwa Yesu. Njoo kanisani kabisa uombe, unasema una shida gani? Wewe, marafiki wengine nao. Amekuaje wewe? Yaani jamaa wangu naye amesema ana shida lakini tu ni mambo ya kiume. Shida gani? Hajaniambia. Hata sijajua. Kataka pesa hiyo iliyopo mbele ya kanisa. Na uwezi sasa kugawa ya kanisa haiwezekani. Sasa singemaliza vizuri akakwambia shida yake ndio kompyuta. Hapana, amekataa kuniambia. Na maana hii ni mambo ya siri mimi ninavyohisi. Kwa sababu sio vizuri kugawa pesa kwa siri. Au ni mchefuko kachefuka sana. Hawezi kujua vijana. Ni vijana wewe.
ofisi. Kweli. Tena hii ni wazo zuri. Kose ofisi. Hata milioni 5 hizo. Ika niwe waziri na somefu mambo yatajipanga. Wazo zuri. Sasa mpigie dalali wangu. Yake anaanza kusoma. Halo. Habari za asubuhi. Sasa sikia. Nina dili hapa mwanangu. Halo. Toka kwenye kelele nikupe issue, nina dili la pesa. Mimi Crispin ni pale ule nifanyia udalali nikanunua kale ka nyumba. Kwenda ya save namba ni. Hebu unaweza ukaja hapa ofisini kwangu kidogo? Uko mbali? Nilikuwa na issue nzuri ya pesa, sasa sijui naweza nikakwambia hata kwenye simu. Yaani mada ni kwamba ile ofisini kwangu tunawapaelewa vizuri. Pale ninapofanya kazi. Okay, sasa sikia. Nitafutie mteja wa kununua hiyo ofisi. Sure, nauza. Serious kabisa, nitafutie mteja mwanangu. Na shida hapa. Basi wewe fanya makeke yako, nitafutie mteja haraka sana, na shida. Haya, poa. Tashukuru ndugu. Wewe fanya manukato yako, wewe fanya ujanja wako kama ulivyofanya pale siku ile nyumba tunanunua, ukumbuki? Basi nitashukuru. Wewe fanya makeke yako hapa. Haya, poa. Nakuamini. Haya. Kwa wewe umefika, wewe mteja na umefikia hapo cha. Hapa ndo ofisi inatakiwa kuuziwa. Okay, nimekuelewa. Tunaiona. Unaona mazingira inakufaa? Nimeipenda, nzuri, tukaone mandhari ya ndani. Ndio. Upo? Ushafika? Shafika bana bosi. Habari za kazi? Nzuri. Kuja na viongozi hapa? Tulizungumzana naye kwa kina. Kwenye ile issue ya juzi. Ile issue ulipanga nikamwambia nitafute fasta dalali, si unanielewa mambo yangu. Ndo. Fasta nimempata huyo hapo, ongea naye kama mambo yanaenda sawa. Karibu bosi. Asante. Kaa hapo kwenye kiti. Naweka hapo tu rafiki yangu. Habari za huko? Zatoka ofisi. Nzuri. Majukumu vipi? Nikafikiri umepozea. Siwezi kufeli. Mwenyewe unanikubali. Kazi. Sasa nzuri. Ni kwema. Wewe naona unaendelea. Bwana hapa nilikuwa naendelea.
Lakini kama alivyokuambia jamaa wangu. Ndio. So ushamwambia kila kitu chamaliza. Unanielewa? Hakika mwanangu. Sasa kuhusu hela leo naambia upunguze hata kidogo. Yaani kuhusu kupunguza boss. Sidhani kwa sababu ukiangalia tele yenyewe imeteti. Kwa hiyo mwisho ni hiyo hela aliyosema. Yaani hapo ndo mwisho, full stop. Sasa jinsi nilivyoona ofisi, naona hiyo hela si ndefu sana. Labda nikuulize kitu kingine. Ndio. Kuhusu ofisi yako, ina maana haina migogoro na nini? Migogoro na nani sasa? Mimi mwenyewe sijaoa. Sina mke kusema nimuite mke wangu. Kuhusu wazazi wako? Wazazi? Wazazi wangu wenyewe kwanza ofisi yangu hii. Hadi kwa wazazi usio na shida. Labda unataka mtu awepo kama ndugu yangu ili uwe na wewe uone uhakika. Kwa sababu haya mambo yanafanyika kiofisi. Yaani kuhusu upande wa migogoro wote bosi, usiwe na shida. Hii ofisi nilinunua mwenyewe, nilitengeneza mwenyewe, kila kitu hapo unachokiona ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo usiwe na shida kwa upande huo. Sasa Mr. Crispy. Naam. Una namba ya account kwa sababu nataka hiyo hela nikuamshie kwenye account. Nataka mambo yetu yaishie hapa tumalizane hapa. Nifikiri umebeba mburunguti huko labda kwenye kodi. Kumbe jamaa anakuja na kuamshia na kuwekea kwenye account yako. Account ninayo na kusudi account ya benki. Basi enda mkajie hiyo. Leta wewe boss achelewe. Ndo mabosi na wakubali mtaani kule. Haina mbamba hapa. Kweli. Yaani mambo yake yananyoka kama rula. Namba ya account hii hapa. Ndo inaleta Crispinos. Maximilian. Ndo hiyo. Okay. Wanamwekea hii. Umekuja. Angalia kwenye account yako. Message bado. Unajua bosi mpaka message kwanza. Hakika kwanza ndo mambo yote yanakaza. Hapa tayari huku imeshatoka huku, imeshatuma huko tayari. Kweli hapa imetumwa lakini mimi huku bado. Huku bado. Ndakuwa mtandao. Shaingia. Naingia. Naingia. Umeingia niona. Sasa hapo bosi. Hii ni orodha ya vitu vyote ambavyo viko. Sasa ulivyonunua baadaye maandishi. Harusi na shida. Basi kama anaweka sahihi kidogo haina shida. Lakini haka akakuwemo kipindi tunauzana nikakwangu. Mali zote zinabaki ofisini. Haka nikadokumenti yangu kangu. Mali zote zinabaki ofisini. Bosi sana hata kama. Bosi unajua tabia zao. Napendaga kukuta chukue chote. Zangu, wale zile picha. Sasa samahani bosi. Najua hii mali ishakuwa yako. Lakini si unajua rafiki yangu, kuna vile vitu ambavyo vinaendeshaga ofisi nini kwa mganga. Kwa unajua? Ndio. Nimeviweka chini ya kazi yangu nikavitoa ofisini. Hiyo toa ina shaka ofisi nitajipanga na mimi. Nione namna nitakavyoiendesha. Mashine zote ziko vizuri. Zote unaona zinavyowaka na zina function vizuri tu. Kila kitu kiko. Sija nikatoka hapa mara sinakaki mambo ya nini? Hamna boss, mambo yako vizuri. Sasa wewe nashukuru. Haina shida. Pamoja kabisa. Nashukuru sana. Boss. Ngoja basi niende. Asante. Lakini boss hebu acha mambo ya nani kaduda haka na kachukua nikakwangu bwana. Chukua nikakipanga. Nashukuru sana daraja ya boss. Nilikuwa nimeuka na kadude kangu hapa. Naona mambo yako vizuri, ofisi iko vizuri. Ndio. Kwa kweli mambo yako ni mazuri. Hata nyumba uliyoniuzia kwa kweli iko vizuri. Ndio.
maisha nilionayo hapa mimi, unajua unanielewa bosi. Kila kitu kizuri lazima kucheki kwanza wewe. Nini washikaji mwamba, wakati nilikuwa studio pale nimetengeneza kitu wewe mwenyewe ukikicheki. Uko studio mwanangu? Nilikuwa studio mwamba, nimeachia ngoma Bongo Flava ambayo ni kali sana. Umepiga kitu kizuri, inaitwa Usiniumize ngoma mwamba, nimeitengenezea kwa Mindo Made pale. Yaani ile ngoma iko vizuri kabisa, ni kitu yente kabisa ambacho kikitoka kila mmoja atakubali na kila mtu atakuwa anaelewa kwamba ni kitu gani kimefanyika. Mwangu ile kazi ni kali sana. Ina maana kitu kipo mukide mwanangu. Sasa tuachane na masuala ya muziki. Nimeajiriwa pale nataka nianze kupiga kazi, afu bosi wangu ndo amesafiri ameenda nchi za nje. Ila mimi kwa shaangalia yule jamaa starehe kwa anafanya, lazima auze ofisi yake. Alikuwa anakula starehe mwamba, kila bao ulikuwa unamkuta mwamba, kila klabu yani alikuwa anakula starehe, yani mwendo wa raha tu. Yani mimi mwenyewe kama vile zile starehe kwa anafanya. Kulia nikupange mwanangu, umemonyesha mcheki pale hivi. Pale mbele pale, mademu. Nilijua tu kwamba kwa ofisi kataenda. Maana mimi ninavyomjua yule jamaa, kwa kweli ni hatari sana. Mademu ni yani hapo wanapenda bonge moja la ushalo sana. Umeona sasa? Nilikwambia kwamba ni unajua unapobezi sana kwenye masuala ya mapenzi nini katika kazi, unaharibu kabisa. Ona mimi naviona sasa. Jamaa kwa sasa yani hana hata mwelekeo. Kaisha kabisa. Kaisha. Oh babu, kaisha. Kaishia. Nikwambia alikuwa anakula sana mademu. Mademu yani ni hivi alikuwa ni yeye. Hata mimi kwa cheki Rafiki. Asha rafiki salama sasa. Rafiki dawa. Oh, dawa gani rafiki? Rafiki nauza kila aina ya dawa rafiki. Rafiki nauza dawa ya nguvu za kiume rafiki. Ile ya mvutio hauna rafiki? Ile ya mvuto. Ile mvuto mademu ile. Ile ya mvuto nimesahau nyumbani sijaleta rafiki. Sasa kwa taji ya mvuto ile rafiki. Alafu rafiki nina dawa nyingine kali rafiki. Dawa gani rafiki? Unataka nikupatie? Nipatie nionje rafiki. Na ile dawa kali ile uliokuwa umesema kipindi kile rafiki. Hiyo dawa ni kali kabisa rafiki. Dawa niliyoileta leo yani ni kubwa kuliko rafiki. Aisee rafiki hiyo labda nionje rafiki hiyo. Nataka nikuonyeshe. Nionyeshe rafiki. Rafiki lakini una hela rafiki. Wewe nionyeshe rafiki mimi na hela. Nionyeshe rafiki. Wewe nionyeshe kwanza rafiki. Nionyeshe vingine tuongee baadaye. Nataka nikuonyeshe. Nionyeshe rafiki. Una hela lakini rafiki. Hela ipo rafiki usiogope. Hii kitu inatoka mbali unajua inatoka Arusha, unadhani mbali ni mbinguni mbali ni mbinguni rafiki. Arusha ni mbali. Alafu hii kitu inaitwa tikisa kabla ya kunywa rafiki. Tikisa kabla ya kunywa? Kabla ya kunywa rafiki. Hii rafiki weka nyingi basi rafiki. Hapana, hii inatosha. Inatosha hii rafiki? Hii inatosha rafiki. Rafiki ongeza basi rafiki. Ongeza rafiki basi ongeza. Hapana, ongeza hii inatosha. Rafiki hiyo ni ndogo rafiki. Hapana, hii inatosha. Inatosha hiyo? Hii inatosha. Aisee rafiki, basi. Shika hii inatosha basi. Rafiki ni kali? Hiyo kitu ni kali rafiki. Naomba kwa rafiki. Hapo sijakwambia bado nimekutibu nini hiyo kitu. Rafiki ni kali. Hiyo kitu iko oji. Wewe nikupatia shilingi. Rafiki ni kali, siwezi kuinunua ile rafiki. Hauwezi kununua. Guys, ni kali sana. Na ule rafiki yako rafiki wao hivi. Rafiki ni kali. Nimetumia shilingi 500. Rafiki. Nipe. Hii inatosha rafiki. Hii inatosha rafiki. 500 tu naomba hela yangu. Leta kwanza hela rafiki. Leta kwanza hela, unaweza kanizuru rafiki.
Leta hii hela la jamaa. Mbona dawa? Rafiki dawa yako malamu dawa ni kali hiyo. Dawa iko mzuri sana rafiki. Hapana. Hapana madawa hapo basi mwanangu. Basi dawa wote. Na mimi jero ni. Dawa yangu kali lakini. Dawa ni kali sana rafiki. Hiyo kitu sasa leta hiyo hela yangu leo. Ni bara sana rafiki. Ile hela yangu hii hapa. Sasa kwa kuniwezesha rafiki. Rafiki. Nipe kila rafiki. Mizizi ya wapi hela? Hii mizizi imetoka kwetu wangu. Kwa hiyo ngoja mimi niondoke rafiki. Unaondoka. Tutaonana siku nyingine rafiki. Basi rafiki ukirudi. Mnaenda kwenye mgila. Haya rafiki ngoja mimi. Rafiki ukirudi rafiki utaletea hela mfuto ile. Haya ile shida ile ya mfuto. Ile natoa mademu ile. Natafuta ile ya mfuto. Rafiki. Haya ile unayo kumbe. Ngoja nazo. Haya po. Haya rafiki nazo. Mwenzenu mimi naweza ofisi, napata hela, natangazwa kuwa waziri. Akili tazunguka ukiniacha mwenzako, akili itachizika taumbuka ukiniacha mwenzako. Baba. Masera tuko buroko. Utaonaje ninavyolinga utaona. Zunguka utaumbuka ukiniacha mwenzako. Nitaumbuka. Mama, nishafika mtoto wenu wa kwanza kidume kuzaliwa kwenye familia yetu. Crispin niite. Mama. Mama. Odi. Mama. Mama. Mte Crispin nishafika hapa mtoto wako. Mbona shangaa mama? Mwanangu. Wewe umeshaanza kunywa pombe tena wewe? Baba Crispin. Njoo muone mwanetu. Mama. Umenikataa kunifungulia. Toe mlango. Kwa hiyo mama mmekataa kufungua, nifanye nini? Ndio taumbuka, tazunguka. Mama. Mama. Mbona mmepigwa na butwa nini? Toto huyu. Mpaji, amekuja kwangu. Toka humo wewe. Toka. Toka ndani. Ni mama hii na. Toka ndani. Na ngapi?
Toka ndani. Msiniforce. Stoki hapa. Niue. Nimefanya kipi mimi? Siko halali kutumia kilicho changu kama ninavyotaka mimi. Nini? Tatizo nini? Nenda mimi toka. Nini? Nenda. Tatizo nini? Nenda. Nini? Nenda. Toka wewe. Mimi msiniforce. Maisha. Leta niende. Mimi nina kwangu baba. Nenda. Nini? Nataka kuleta ofisi ndio inaleta shida mimi baki na 30 zangu mimi na baki na 50 zangu. Aenda kwangu. Hapo ni kwako. Tena muda sio mrefu nitakuja nitamimi kichoni nitakwenda. Waziri huyu